Ngoja niwasimulie kidogo bana. Mwezi uliopita bana, tulitoka kwenye birthday ya rafiki yetu bana. Kule mzee tukamsindikiza jamaa yetu pale, mzee akapita pale Mwanjelo akanunua zawadi pale. Lakini kibaya zaidi yule mshikaji alinunua maua ujue. Na mimi swala moja nilimkataa, nikamwambia mwanangu, unaenda kwenye birthday ya mwanamke afu namnunulia maua. Akaniambia hapana mshikaji. Ule mwanamke anapenda sana maua aliniambia. Nikamwambia mwanangu, anapomaanisha maua amaanishi maua haya, amaanishi maua ya nyuki, anamaanisha maua, anamaanisha hela sapampa. Nangu akasema hamna, mtoto wa kishua yule. Kweli bado tukaona bwana isiwe noma. Sisi tukamsindikiza. Tukaenda bana kwenye birthday pale mzee, tukuta watu wamejaa kishazi kinoma, yani wako full, au sio bana? Kweli ukafika muda wa zawadi pale mzee, jamaa kanyanyua maua yake kapeleka mzee. Alafu kibaya zaidi pale tukakuta kwamba mwanamke yuko mbali sana na mshikaji kama vile wajuani. Sasa mimi nikaa najiuliza mapenzi gani, mbona tuyaelewi, mbona mapenzi jao kabisa haya she. Kweli bana. Maisha yakaendelea, ukafika muda bana wa kutambulishana. Aisee, kilichotukuta tunajua wenyewe bana. Jamaa yetu pale katambulishwa kama rafiki, alafu kwenye kutambulishwa mpenzi kasimama dingi mmoja hivi. O dingi mwanangu noma. Ana tumbo mwanangu, afu dingi kapanda hewani vibaya mno mzee. Dingi sio anafanyia TANESCO, sio anafanyia wizarani. Wewe dingi sijampata vizuri dingi yule. Wewe dingi sijui ni engineer. Dingi kasimamishwa kaambia, "Huyu ndo mpenzi wangu. Ndo waubani wangu, ndo lazizi." Oya, mshikaji wetu hoi. Mshikaji wetu mwanangu tukabaki tunambeba tunampepea, naomba mwanangu uliyataka mwenyewe haya. Uliyataka mwenyewe, ona sasa mzee. Basi ndio hivyo tukawa tunatoka pale tuliingia kama mashemeji, baadaye tukatoka kama wadau tu, ila mwanetu yuko hoi mpaka saizi, yuko hoi bintaban. Mjifunze, mwage makini, watoto wa chua mwanangu ni hatari, watakuja kuwaua.